Leo nimeona nikuletee matumizi ya neno owe. Owe ni verb na inatumika katika mazingira ya kudaiana, lakini kwa sababu matumizi yake huwa yanachanganya watu wengi, ndio nimeona sasa nikufundishe na wewe uachane na hizo changamoto za kukosea, uzungumze Kiingereza ipasavyo. Neno hili linaweza likabadilika kulingana na nyakati mbalimbali. Kwa mfano, unapotumia kwenye present continuous tense inakuwa na ing. Kwa hiyo unatamka owing, inakuwa owing. Lakini ikitumika katika mazingira ya past tense au past participle tense inakuwa owed. Lakini inapotumika katika simple present tense, unapotumia nafsi ya tatu moja, yani he, she, it au jina la mtu ambayo ni mmoja, utasema owes, utaongezea s pale mbele. Lakini ikitumika katika base form inabaki kama ilivyo owe. Sasa tunatumiaje? Nakupa mfano wa sentensi, alafu kupitia sentensi hizo ndio utajifunza kitu. Neno hili linatumika kinyume nyume na ndio maana watu wengi wanakosea. Kwa sababu ya namna inavyotumika inawaconfuse watu wengi, inawachanganya wengi. Sasa nakupa sentensi ya mfano. Sentensi ya kwanza, naongea ya Kiswahili alafu naipeleka kwenye Kiingereza uone inavyobadilika. Sentensi ya kwanza naweza kusema nakudai milioni moja. Nakudai wewe milioni moja. Kwa Kiingereza hapa, you owe me 1 million. You owe me 1 million. Alafu nikisema unanidai, yani wewe unanidai mimi milioni moja, unasema I owe you 1 million. I owe you 1 million. Nitakudai wewe milioni mbili. Nitakudai wewe milioni mbili. Manake hapo unasemaje? Unasema you will owe me 2 million. You will owe me 2 million. Nitakudai wewe milioni mbili. Ila ukisema utanidai mimi, yani wewe utanidai mimi milioni mbili, unasema I will owe you 2 million. I will owe you 2 million. Kwa hiyo ukisema namdai Asha pesa nyingi, utasema Asha owes me a lot of money. Asha owes me a lot of money. Hapo ndo ninamdai Asha pesa nyingi. Ila ukisema Asha ananidai mimi pesa nyingi, utasema I owe Asha a lot of money. I owe Asha a lot of money. Ukisema I owe you a compliment, manake sina cha kukulipa. Pongezi nizo nazo ni za pekee zaidi, sina cha kukulipa. I owe you a compliment. Ninamdai bosi wako milioni 3. Ninamdai, yani mimi ninamdai bosi wako wewe milioni 3. Kwa Kiingereza utasemaje? Utasema your boss owes me 3 million. Your boss owes me 3 million. Kwa hiyo manake mimi ninamdai bosi wako milioni 3. Ila ukisema bosi wako ananidai mimi shilingi milioni 3, ndio utasema I owe your boss 3 million. Kwa hiyo subject inayoanza mwanzo ndio inadaiwa, alafu ile object inayofuata baada ya verb owe ndio inakuwa ni mdai, ndio anaodai. Bila shaka umeelewa vizuri. Tunga mfano wa sentensi hapo chini ukitumia owe. Mimi nitaangalia sentensi yako na kusahihisha grammar. Na hiki kitu pengine ulikuwa hujawahi kufundishwa na mtu yeyote. Na kwa sababu ya umuhimu wa program zetu hapa Planet English Club, kwa sababu tumejikita kwenye kuwafanya watu wajue Kiingereza, ukija na wewe utafundishwa vizuri, uzungumze Kiingereza, ukae kisomi zaidi, na mambo kama haya hayapatikani sehemu nyingine yoyote. Planet English Club, super language.